83 bado tunaomba tuahirishe. Sasa mheshimiwa, naomba tujiulize na mahakama yako ijiulize. Shtaka hili linasema hivi, mshtakiwa ni mmoja. Itakuwa kesi ya kwanza katika historia ya dunia hii kwamba mtu mmoja peke yake ndio anafanya uhaini. It is the first time in world history one person is being accused, is being charged with treason. Sasa wanasema ni mtu mmoja, uhaini wake aliufanya siku moja, wameitaja tarehe 3 Aprili. Siku moja kwenye mkutano wa waandishi uliohudhuriwa na wanachama, waandishi hapa, kila mtu alikuwepo, umekuwa broadcast live. Maneno anayoita ushahidi uhaini wameyasema. What are they investigating? Wanachunguza kitu gani? Ni kitu gani ambacho kinashindikana? They are taking all this time. Na mheshimiwa, actually tunafahamu it is on record, it is on court record. Hii kesi, huo mkutano unaodaiwa ni wa uhaini umeshachunguzwa na ulichunguzwa kwa siku 4. Wameleta shahidi hapa, aliyechunguza amesema nimechunguza kuanzia tarehe 4, tarehe 8, tarehe 9 nimekamata. Ngoja, shahidi amekuja hapa? Amekuja kwenye mahakama na kesi mbili mheshimiwa. Sasa hii ni tofauti na nyingine. Well, they are connected. Yeah. If you want to say they are not connected, they are. No, let us put record clear. Okay. This kesi bado haijaanza kusikilizwa. Sawa. Bado tupo kwenye committing stage. Fine. Yeah. Fine. Nachosema ni kwamba kwenye kesi ambayo imetokana na the same event, the same transaction, the same day, the same person, in fact the same meeting, wamesema ilichunguzwa na mtu mmoja anaitwa Assistant Inspector John. Narudia tena. Kwa hiyo narudia tena. Shauri hili bado halijaanza kusikilizwa. Tupo katika committing stage. Sawa? Nataka tu mheshimiwa iwe kwenye record. Iwe kwenye record. I'm not asking you to make a decision on that one. I just want you to put it on record kwamba actually we know what the games they are playing. Ingechunguzwa siku 4. Ndio maana tarehe 9 nikakamatwa na tarehe 10 nikashtakiwa hapa. Kwa hiyo wanayosema ya miezi 3 baadaye, hii ni nini kama sio abuse of the court process? Endelea. Mheshimiwa, DPP, mkurugenzi wa mashtaka, mwendesha mashtaka ya jinai wa nchi hii, anawajibu kikatiba wa kuhakikisha mfumo wa mashtaka hautumiwi vibaya kuonea watu. Hautumiwi vibaya kuonea watu. Article 59B4 ya katiba. Katika kutekeleza mamlaka yake, mkurugenzi wa mashtaka atakuwa huru, hataingiliwa na mtu yeyote au na mamlaka yote, na atazingatia mambo yafuatayo: A, nia ya kutenda haki; B, kuzuia matumizi mabaya ya taratibu za utoaji haki; na C, maslahi ya umma.
Endelea. Na wajibu huo mheshimiwa ni wajibu wa kisheria vile vile kwa mujibu wa sheria ya mamlaka ya uendeshaji wa mashtaka, National Prosecution Service Section 8. In the exercise of powers and performance of his functions, the director shall observe the following principles, namely, A, the need to do justice, the need to prevent abuse of the legal process, and the public interest. Kama kesi kubwa za uhaini zilitumia miezi 6 na siku 17 miaka 55 iliyopita, au mwaka mmoja na siku 17 miaka 43 iliyopita, 42, I'm sorry. Mheshimiwa, ni haki gani ambayo inatendeka hapa? Hiyo nia ya kutenda haki iko hapa. Siku 90 hatujaanza, bado tunaombewa ahirisho. Hiyo haja ya kutenda haki iko wapi? Hiyo haja ya kuzuia matumizi mabaya ya mfumo wa kimahakama, mfumo wa mashtaka iko wapi? Na ni maslahi gani ya umma yako hapa? Maslahi gani ya umma yanayo justify uzembe wa aina hii? Uzembe. Na mheshimiwa, nisije nikasahau wajibu wao mwingine wa katiba, wajibu wa mahakama yako tukufu. Ibara ya 107 capital A ibara ndogo ya pili B. Yes. Katika kutoa uamuzi wa mashauri ya madai na jinai kwa kuzingatia sheria, mahakama zitafuata kanuni zifuatazo, yaani B, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Kwa mheshimiwa, ukiwaruhusu ahirisho jingine, utakuwa umekiuka, kwa maoni yangu, utakuwa umekiuka wajibu wa kikatiba wa mahakama yako tukufu kuhakikisha haki haicheleweshwi bila sababu za kimsingi. Kwa hiyo tunafanyaje? Kitu gani naiomba mahakama yako tukufu ifanye? Namba moja, Mheshimiwa Hakimu, ninaomba mahakama yako tukufu waamuru mawakili wa serikali hawa waiambie mahakama, baada ya kukaa na hili faili kwa wiki walizokaa nalo, ushahidi unatosheleza? Kama ushahidi unatosheleza, wapeleke mahakama kuu, tukakutane kwa jaji. Hilo la kwanza. Na hiyo ni 245(5). Kama wanaona upelelezi, ushahidi walioupata hautoshelezi, waelekeze mheshimiwa, waamuru. Sio maelekezo, ni amri. They should enter and not prosecute immediately, kama inavyosema section 245(5). Ni mawili. Kuna ushahidi, peleka faili mahakama kuu. Ushahidi hautoshelezi, enter immediately, not prosecute.
sio ahirisho lingine. Mheshimiwa, ninaelewa wasije wakasema nimesahau. Ninaelewa kwamba chini ya 245 wanaweza, upande wa mashtaka unaweza ukaomba muda zaidi wa upelelezi. Kama ushahidi walionao hautoshelezi, wana uwezo chini ya 245 ya kuomba muda zaidi wa upelelezi. Sasa kuna hoja mbili hapo mheshimiwa, nataka uzitafakari. Moja ni kwamba hawajasema kwamba wanahitaji ushahidi zaidi. Hawajasema. Kwa hiyo option haipo. Hawajasema. Kwa hiyo tunarudi kwenye option zile, either an immediate nolle prosequi or information to the High Court. Mheshimiwa, hiyo inayowezesha kuomba muda wa ziada wa upelelezi inasema if there is reason to believe that further investigations will change the position. Kama kuna sababu za kuamini kwamba upelelezi zaidi utabadilisha hiyo hali ya kutokuwa na ushahidi wa kutosha, then wanaweza wakaomba ahirisho. Na nimesema hawajaomba. Lakini hata kama wangesema kuna sababu, mheshimiwa, ningekuomba uwaambie wazitoe hapa. They have a duty in law to give reasons. Kwa sio haya tunataka ushahidi, toeni sababu zinazowafanya muamini kwamba siku zingine za ziada mmeshindwa kupeleleza kesi ya mtu mmoja kwa miezi mitatu, siku za ziada zitawawezesha kufanya hiyo kazi. Give reasons to the court. The duty to give reasons. Na mashauri hapo mheshimiwa ni Mohamed Jawad Mruj. Mohamed Jawad Mruj, the Minister for Home Affairs. Mohamed Jawad Mruj. Jawad. Yes. J-A-W-A-D. Yes. Mruj ni M-R-O-U-C-H. Versus the Minister for Home Affairs. 1996 TLR 142. Mr. Justice Makanja. 142. Na kesi ya pili mheshimiwa ni Tanzania Air Services Limited versus the Minister for Labor and others. Dia tena. Tanzania Air Services Limited versus Minister for Labor and others, and two others. 1996 TLR 217. Jaji kiongozi Barnabas Albert Samata. Kama wanaamini kuna cha kuputu nani, bado watoe hizo sababu za kuamini hapa. Kwa mheshimiwa, naomba nimalizie.
Na naomba nimalizie kwa kusema, mheshimiwa, usiruhusu tena ahirisho lingine. Wamemkamilisha ushahidi kama walivyosema, watuambie unatosheleza. If yes, information high court. Kama ushahidi haujakamilika na hawajaomba kuendelea kupeleleza,